Yes, karibu sana mtazamaji wa Biromo TV popote pale ulipo na unapotutazama, na tumekutana hapa kwa mara nyingine tena, na tumekuwa tukizungumzia taarifa nyingi sana za kimichezo, na leo tumekuja kuitizama klabu ya Yanga ambao tayari wamekwisha ingia sokoni na wamepata kiungo mkata umeme ambaye atakuwa anakichafua pale katika eneo la katikati, yani namba 6 asilia kabisa, kiungo mkabaji. Unachotakiwa kufanya ni kushare, kulike, kusubscribe, kuturn on notification Bilomo TV pia na ucomment ili wa kwanza pia kutazama kazi zetu. Bwana, kama tunavyofahamu Yanga sasa hivi wamefanya umafia na wanaendelea kufanya kilicho bora kwa baadhi ya wachezaji ambao wanazidi kuwasajili katika klabu yao wakiongozwa na GSM na Engineer Said, na zimekuwepo na tetesi nyingi kuhusiana na kiungo namba 6 asili. Timu ya Yanga imekamilika kila kona, wanasajili washambuliaji, striker, viungo, lakini mwisho wa siku anashindwa kusajili namba 6. Sasa kama tunavyofahamu katika klabu ya Yanga mpaka sasa viungo ambao wamebaki, yani wamesalia, yupo mtu kama Mdathiri Yaya, yupo mtu kama Salum Abubakar Shoboi, yuko mtu kama Duka Abuya. Hawa ni wachezaji ambao wamesalia kwenye eneo lile la namba 6 ambalo kwa anacheza. Yupo mtu kama Azizi Andambwile, lakini huyu ni kwamba Yanga tayari mpaka sasa hawana mipango naye. Sasa ukitazama kwa mfano, ukimtazama Mdathiri Yaya mara nyingi amekuwa akianza namba 8, ukimtumia kucheza namba 6 unakuwa umemforce sana. Kwa hiyo yeye ni hawa viungo wote ukiwatazama wana sifa zinazofanana, yani kama ni asili ya kukaba kidogo, lakini wanajisahau sana, yani wanapanda mbele zaidi kucheza namba 8 kushambulia. Kwa hiyo wamekuwa hawana tabia ile ya asili ya kiungo mkata umeme. Tofauti tu na Duka Abuya ambaye amekuwa akijitahidi kucheza namba 6, lakini bado ile asili yake ya namba 8 ile imekuwa ikionekana anapokuwa anacheza kama namba 6. Kwa hiyo Yanga baada ya kulitazama hilo wameamua waingie sokoni. Salum Abubakar Shoboi ana muda mrefu sana hajacheza, lakini pia Mdathiri Yaya na Duka Abuya mara nyingi hao wamekuwa akianza kwenye timu, yani kwenye mechi moja wanakuwa akianza. Unakuta Duka Abuya anacheza namba 6, Mdathiri Yaya anacheza namba 8, lakini mara chache sana kumkuta Mdathiri Yaya anacheza namba 6. Mara nyingi huwa ni namba 8 au kocha akiamua kumbadilisha anamweka hata namba 10. Kwa hiyo Yanga sasa wameamua waingie sokoni, watafute mchezaji ambaye atakuja kucheza namba 6. Kama tunavyofahamu namba 6 ambao alikuwa ni Damaro Kamara ambao walikuwa wamemtoa Singida Black Stars, na sasa hivi wamemrudisha huko, mkataba wake wa mkopo umemalizika na amerudi kule. Kwa hiyo Yanga wakaamua kwamba waingie sokoni kwa ajili ya kuboresha eneo hilo ambalo lilikuwa linavuja, sometimes lilikuwa linavuja na mabeki wa Yanga, na hapa namzungumzia Bakari Nondo Mamnyeto, namzungumzia Imre Mbaka ambao amekuwa akipata nafasi ya kucheza, walikuwa wanafikiwa kwa wakati, kwa sababu unapokuwa na kiungo mkabaji kwenye eneo la kiungo inakuwa inakupa faida au unaipa faida timu. Wale mabeki wakati hawafikii kwa muda, yani kabla ya kuwafikia lazima umalizane na kiungo mkata umeme kama ambavyo Damaro Kamara ambavyo alikuwa amefanya. Sasa muda wote kuanzia sasa Yanga watamtambulisha kiungo namba 6. Huyu ni kiungo ambaye anatokea katika klabu ya Olympique de Safe ya pale nchini Morocco, na huyu ni raia wa Congo Brazzaville, anaitwa Fredy Ngoma. Fredy Ngoma ana umri wa miaka 28 na tayari nyota huyu ameshakubaliana na klabu ya Yanga kila kitu, na baadaye muda ambao sio mrefu sana ataingia Tanzania kusaini miaka 2 na kutambulishwa kwa wananchi. Msimu uliopita nyota huyu alikiwasha sana kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation, lakini kwa sasa taarifa hizi ni za moto sana, yani kiukweli taarifa hizi ni za moto kweli kweli kwenye soko la usajili hapa Tanzania. Taarifa hizi za Yanga kumsajili namba 6 zimekuwa ni za moto kweli kweli, na klabu ya Yanga mpaka sasa imefikia makubaliano kamili na timu ya Olympique de Safe ya Morocco ili kumnasa kiungo mkabaji huyu Fredy Duval Ngoma mwenye umri wa miaka 28, na ada yake ya uhamisho Yanga inatajwa kumwaga kiasi cha $230,000 hadi $250,000. Hii ni zaidi ya shilingi milioni 600 za Kitanzania,
kulipa ada ya uhamisho kwenda pale kwenye klabu ya Olympique de Safel, na mkataba amekubali kusaini kandarasi ya miaka 2 kuitumikia klabu ya Yanga, na muda wa kutambulishwa, taratibu zote zimekamilika, na mashabiki wa wananchi wanasubiri tu kuona video yake ya utambulisho rasmi muda wote. Lakini sasa kwenye muda wa kutambulishwa bado kuna baadhi ya vitu ambavyo vizingatiwe, na wanamalizia Yanga. Kama Yanga watavimalizia, tutashuhudia mchezaji huyu akitambulishwa katika klabu ya wananchi. Na takwimu zake msimu uliopita kwa mwaka 2025-26, huyu mchezaji bwana, kiungo huyu mkabaji, ni kiungo mkabaji wa kisasa, yani uwezo ukasema ni kiungo mkabaji ambaye ana ule uzamani. Huyu ni kiungo wa kukaba kisasa, yani huyu ni modern register, ni kiungo wa kisasa anayeanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Tumeshuhudia viungo wengi, kwa mfano kama ambaye amepita katika klabu ya Yanga, na napenda sana kumtolea mfano huyu Ardhi ya Ucho. Mara nyingi amekuwa akiwa na wakati mzuri sana. Sasa asili yake ni huyu hapa Fredi Ngoma. Na kwenye ligi kuu ya Morocco, Botola Pro alicheza mechi 27 huku akianza kwenye kikosi cha kwanza katika mechi 24 na kukusanya dakika 2138 za mchezo. Yaani amecheza dakika 2138 na amecheza mechi 27 mechi 27 mechi ambazo ameanza mechi 24. Kwa hiyo unaweza ukaona mechi ambazo hakuanza ni mechi 3 tu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa anakubalika kwenye timu, lakini pia uwezo wake ulikuwa unakubalika na consistency yake ni kubwa mno, kwa namna ambavyo ukitazama takwimu hizi alizonazo kwenye kikosi alichokuwa nacho. Lakini kombe la shirikisho barani Afrika alikuwa ni nguzo imara, akicheza michezo yote ya michuano hiyo, ambapo uwezo wake wa kuzuia amekuwa akizuia sana, ulivutia vilabu vikubwa sana kama Wydad ya pale nchini Morocco na Raja Casablanca ya pale nchini Morocco. Lakini pia mchezaji huyu ana uwezo mzuri sana, na ana wastani wa kupiga pass za kupenya, yani zile pass unaweza tukaziita cutting pass, line cutting pass. Ana asilimia 68, yani ana asilimia 68 kwa kila mechi, na ufanisi wa asilimia 68 kwenye pasi ndefu, long balls au diagonal pass. Hapa kuna long balls na diagonal pass. Yani diagonal pass unauvusha mpira, si ndio? Unauvusha mpira kuelekea upande mwingine kwa mchezaji husika, na kunakuwa na mita nyingi sana. Lakini pia long ball manake ni mpira ambao unakuwa ni mrefu, unaupiga na unaufikia mlengo. Kwa hiyo amekuwa akifanya hivyo na amekuwa ana wakati mzuri sana. Tumeshuhudia mabeki wa namna hiyo kama wakina Enoki Baka Ninonga wamekuwa akifanya hivyo, lakini kuna mchezaji pia aliwahi kupita Simba, Onyango alikuwa akifanya hivyo sana, kupiga hizo long ball mara nyingi sana. Kwa hiyo na mchezaji huyu ana tabia ya hivi pia, naye ni mzuri pia kwenye kucheza mipira ya hivyo au pasi za hivyo. Lakini pia uwezo wa kupasi pia, ana wastani wa kupiga pasi za kupenya. Nimekwambia kabisa hapo awali, ana uwezo wa kupiga pasi za kupenya na asilimia 68 kwenye pasi hizo. Na kwenye eneo la ulinzi na ukabaji, ana umbo lake kama unavyomtazama hapo kwenye picha, kama unavyomtazama pembeni hapa, ni hapa ni hapa kama unavyomtazama hapa, huyu hapa kama unavyomtazama, ana urefu mzuri unaompa faida, lakini akishinda wastani wa asilimia 62 ya mipira ya kugombea, yani kugombania, ule uwezo wa kupanda juu na kushuka, lakini na kufanya timing. Amekuwa akifanya hivyo mara nyingi sana, amefanya hivyo mara 6.4 kwa kila mchezo. Kwa hiyo unaweza kuona takwimu zake ni nzuri pia. Lakini Yanga imepata chuma hasa kwa kuziba nafasi ya ulinzi mbele ya mabek kwenye eneo la namba 6, ambapo kitakuwa injini mpya ya kikosi chao kwa msimu mpya wa mwaka 2026
2027. Unaona bwana. Sasa mchezaji huyu Fred Duvaro Ngoma ana wasifu mkubwa sana wa soka barani Afrika, akianzia pale nyumbani kwao Congo Brazzaville hadi kucheza kwenye ligi ngumu za Kiarabu. Unaona bwana. Na pale nyumbani Congo Brazzaville aliwahi kupitia baadhi ya virabu vya nyumbani. Kuna klabu kimoja alipitia kinaitwa Diabos Nilos Brazzaville. Alianzia pale mwaka 2014 mpaka mwaka 2016. Hii ni klabu yake ya kwanza kubwa ambapo alianza kung'ara, lakini baadaye 2016 alicheza msimu mmoja katika klabu moja inaitwa AS Pentegina. Mwaka 2016 alitumikia timu hii kwa msimu mmoja, lakini baada ya hapo akaenda klabu moja inaitwa AS Leopards Doris mwaka 2017, moja ya timu zenye historia kubwa pale nchini Congo Brazzaville. Na baada ya hapo 2018, unaona hapa alikuwa anacheza msimu mmoja, akaenda klabu moja inaitwa CS La Macha Pointe Noira mwaka 2018. Alicheza hapa kabla ya kupata dili kubwa zaidi, ambapo alienda sasa kuanzia msimu wa mwaka 2018 mpaka mwaka 2021. Alicheza klabu moja inaitwa AS Oto. Hapa ndipo alipopata mafanikio makubwa zaidi katika soka lao la nyumbani, akicheza michuano ya kimataifa ya CAF Champions League. Lakini kiachana na nyumbani, virabu vya nje kaskazini mwa Afrika, alianzia pale Al Ittihad ya Tripoli ya Libya. Mwaka 2021-23 alisajiliwa ya miamba hii ya Libya na kutoa nao mataji ya ligi pale nchini Libya. Unaona bwana, kwa hiyo iko hivyo. Lakini baadaye mwaka 2023-24 Arkada, kuna klabu moja inaitwa Arkada Baida ya pale nchini Libya. Aliendelea kusalia kwenye ligi kuu ya Libya msimu wa mwaka 2023-24. Hapa alicheza msimu mmoja, na baada ya hapo alienda klabu moja inaitwa Aribrenas Sports Club ya Libya mwaka 2024-25, klabu yake ya mwisho nchini Libya, ambapo alifunga goli moja katika mechi 15. Unaona bwana. Na baada ya hapo sasa msimu wa mwaka 2025-26 akaenda Olympiacos de Safe ya Morocco. Alijiunga na timu hii inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini Morocco, akicheza mechi kama nguzo imara ya kiungo mkabaji msimu uliopita. Unaona bwana, hii nayo ni klabu ya mwisho ambayo ametokea hapa na kunaswa na Young Africans. Kwa hiyo unaweza ukaona rekodi zinambeba, kulingana na rekodi zilivyo zinambeba mchezaji huyu. Na ukitazama kwenye kikosi cha Yanga, viungo ambao wapo, nimekwambia hapo awali, unaona ni viungo ambao mara nyingi wamekuwa hawana uwezo wa kucheza namba 6 asili. Hapa namzungumzia Bakari Salim Shoboi. Kwanza amekuwa akianzia bench mechi nyingi, tofauti na Duka Abuya na Mdathiri Yahya ambaye amekuwa wakianza. Mdathiri Yahya akicheza namba 8, Duka Abuya ambaye alikuwa akicheza namba 6, lakini wakati mwingine alikuwa anamtumia Damaru Kamara ambaye ameondoka kurudi katika klabu yake ya Singida. Yes, Yanga hawakuishia hapo na wametazama kwa kina in depth kwa ajili ya kufanya marekebisho katika eneo la backline. Yani hapa nazungumzia katika mabeki wale wakati, na ukitazama kwenye klabu ya Yanga mabeki wakati ambao wapo mpaka sasa, hapo unamzungumzia Bakari Nondo Mamnyeto ambaye pia na yeye hatima yake haijajulikana vizuri kwenye klabu ya Yanga. Unamzungumzia Ibrahim Baka, unamzungumzia Dickson Job ambaye amekuwa na injury ya muda mrefu, lakini wote ni mabeki ambao ni wazawa, yani ni wa Tanzania. Kwa hiyo Yanga ikalitazama eneo hilo kwa kina zaidi, na sasa hivi Yanga wako karibu sana kukamilisha usajili wa beki wakati wa Golden Arrows, raia wa Ivory Coast, na huyu mchezaji anaitwa Omar Farouk Kamara, ana umri wa miaka 25. Anacheza katika klabu hii ya Golden Arrows ya pale nchini Afrika Kusini, ni raia wa Ivory Coast, na makubaliano binafsi tayari yamefikiwa. Hivi sasa Yanga wanapambana kumalizana na klabu yake ili dili hilo likamilike. Na siri kubwa ya usajili huu ni kocha mpya wa Yanga, Mankoba Mekth. Beki huyu mwenye umri wa miaka 25, raia
wa Ivory Coast alikuwa nguzo muhimu sana ya ulinzi chini ya kocha Mankuba msimu uliopita kule nchini Afrika Kusini, wakiwa na klabu inaitwa hii, ukitaka kuita vizuri inaitwa Lomontivle Golden Arrows FC, na uhusiano wao mzuri wa kikazi ndio ambao umefanya Komara anakubali ofa ya Yanga haraka, lakini makubaliano binafsi, yani personal teams, yameshafikiwa kikamilifu kati ya Yanga na wawakilishi wa mchezaji. Komara amevutiwa na mradi wa Yanga na fursa ya kucheza michuano mikubwa kama ligi ya mabingwa barani Afrika, Champions League, na uongozi wa Yanga hivi sasa upo kwenye mazungumzo ya kina na klabu hiyo ya Golden Arrows ili kukubaliana juu ya ada ya uhamisho, transfer fee, kwa kuwa mchezaji bado ana mkataba pale Afrika Kusini na klabu hii ya Red Arrows, na Yanga inamaliza taratibu za kifedha ili kumfuata rasmi au kumpata rasmi na kumleta Dar es Salaam pia na kumtambulisha pia mchezaji huyu. Unaona bwana, na uwezo wake mchezaji huyu Komara ana sifa ya kipekee ya kumudu vyema nafasi ya beki wa kati, central back, lakini pia pamoja na kucheza namba 6 kiungo mkabaji, lakini pia aina ya uchezaji ni beki wa kisasa mwenye utulivu mkubwa, uwezo mkubwa wa kukaba kwa kutumia nguvu, lakini pia na ustadi wa kupiga pasi ndefu zenye usahihi. Ana uwezo wa kupiga long range passes, lakini pia ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Na vilabu ambavyo amepitia kabla ya kung'ara Golden Arrows msimu uliopita, amewahi kucheza soka la kulipa pale nchini Morocco kwenye klabu za klabu moja inaitwa FAS Rabat na Maghreb Fez pamoja na FC San Pedro ya nyumbani kwao pale nchini Ivory Coast. Kwa hiyo unaweza kaangalia namna ambavyo Yanga wanaendelea kuziba mapengo ambayo yalikuwa yanaleta shida msimu uliopita. Yanga walikuwa hawana namba 6 asili, sasa hivi wamepata namba 6 asili, lakini bado ukitazama kwenye backline yao alivyokuwa akianza Bakari Nondo Mwamnyeto, ilikuwa watu lozao hazikai vizuri, makosa ya kiufundi yalikuwa yakifanyika wakati mwingine. Yatazama mchezo ambao ule wa Yanga dhidi ya Dodoma Jiji ambao alipoteza, makosa mengi alifanya Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa hiyo unaona kama Yanga wakifanikiwa kuziba haya magepu mawili ambayo yalikuwa yamebaki kwenye eneo la backline, lakini pia kwenye eneo la kiungo namba 6, basi itakuwa ni timu bora msimu huu na itakuwa inafanya makubwa zaidi hasa katika michuano mingi ya hapa Tanzania, lakini pia na nje ya Tanzania. Hakikisha unaisubscribe Biromo TV, hakikisha una comment, hakikisha pia una share, hakikisha una turn on notification ili wa kwanza pia kutizama kazi zetu. Mimi ni Andrew Emmanuel Kadila, niko hapa kwa ajili yako. Kama una swali lolote kuhusiana na habari za kimichezo, mambo ya kimichezo, niwekee hapa kwenye comment, alafu mimi nitalifanyia kazi. Nikutakie siku njema pia.